Kwa upande wa wanawake kujiremba, yani ni jambo si kana kwamba mimi sikujilembaga. Nilikuwa najiremba, najicream, nasuka, lakini ilifikia mahali tu Roho Mtakatifu akanizuia. Unataka kuniambia kwamba swala la kujiremba ni dhambi? Ni dhambi kabisa mbele za Mungu. Na wakati tumeambiwa wanawake sisi ni mapambo. Sisi wanawake ni mapambo, tunatakiwa tuwe vivutio hata hasa kwa waume zetu. Afu tena ukiniambia ni dhambi unanichanganya. Kwamba kujiremba ni dhambi? Ni dhambi. Mungu anapenda kukuona jinsi alivyokuumba bila kukuona na kitu chochote cha bandia. Roho Mtakatifu aliniambia mwenyewe. Nilikuwa napaka wanja, nilikuwa napaka lipstiki, nilikuwa nasuka, lakini vyote hivyo nimezuiwa. Ndio unanichanganya. Hapana. Hapa inabidi tumtafute mchungaji atueleze kiundani zaidi kuhusiana na swala la kujiremba kwa mwanamke, kwamba ni dhambi au sio dhambi. Sio wachungaji wote watakuambia. Ila wewe ndo umeniambia kwamba kujiremba ni dhambi. Nitalifanyia uchunguzi. Kabla hujaokoka, je, kuna kashfa yoyote ambayo ulikabiliana nayo ambayo ilikuumiza moyo wako, na je ulikabiliana nayo vipi? Hapana, sijakutana na hiyo kashfa. Hakuna? Labda maana katika maisha unakuta labda, kwa mfano labda mimi labda wewe umetoka kwenye familia fulani, mtu akasema ya jamani, huyu binti anaringa, anajisikia mbaya, anajifanya ni mzuri, nini. Hizo vitu hujawahi kukutana navyo? Jamii kama jamii ni kama imekunyoshia kidole, au muuni sana, au anakunywa sana, au anafanya vitu ambavyo havitakiwi. Hiyo hujawahi kukutana nayo? Maana hiyo imekuwa ni kawaida kabisa kwa kila mtu, lazima akutane nayo. Ana mdomo sana, anaongea sana. Hujawahi kukutana nayo? Vitu kama hivyo vipo. Vipo na vinapita. Unapookoka, kumbuka unaacha maisha ya nyuma, unaingia katika maisha mapya. Kwa hiyo kuna kutengwa na marafiki. Labda ulikuwa na marafiki ambao mnakunywa wote pombe, sasa hivi haunywi. Lazima mtatengana. Na kashfa gani uliipata wakati ukiwa umeokoka? Aidha ni kwa marafiki au kwa familia? Kwa marafiki si ndio ile kama siku hizi ameokoka, anajifanya ameokoka. Ametuacha huku kwenye mambo mazuri. Na familia yako je, ilijisikiaje baada ya wewe kupata wokovu? Familia kama familia yako, yani nikimaanisha nyumbani kwenu ulipozaliwa. Nilipookoka, namshukuru Mungu, haikupita hata muda mamangu aliokoka. Kwa hiyo nayo nilipata nguvu zaidi. Tukizungumzia pia katika swala la uimbaji, wewe kama mwanamke muimbaji, ni lazima kutakuwa kule kuna ushindani. Katika swala la uimbaji kuna ushindani, na pia kuna ushindani, kuna wivu, kuna chuki baina ya waimbaji kwa waimbaji. Je, wewe hicho kitu umeshakutana nacho? Hapana, mimi bado sijakutana na changamoto kama hiyo. Na waimbaji nyewe mna desturi ya kusaidiana nyie kwa nyie? Ndiyo, hiyo desturi ya kusaidiana ipo. Ingawa mimi bado ndo nimeanza, lakini najua ipo. Unaweza kuniambia labda ni vitu gani ambavyo mnasaidiana kwa experience yako tu labda ya uimbaji, kwamba ni kitu gani ambacho unaweza kumwambia muimbaji mwenzako akusaidie na akakusaidia? Kama labda unataka kwenda kurekodi, ukamuomba labda akakujazie sauti, au na yeye ana jambo lake anataka kufanya, ukamsapoti. Baada sasa ya kwenda kurekodi, hamna wivu wowote ambao unatokea, labda tayari nyimbo ikiwa imetoka, yani katika ule ushindani anaweza akakwambia labda ya kwako ni mbaya, ya kwangu ni nzuri, au ya kwako ni nzuri, ya kwangu, yani katika swala la ushindani, wewe hiyo imekaaje kwako? Kwa kuwa mimi haijawahi kunitokea, lakini mpaka ikitokea mwimbaji mwenzako ambaye anaongozwa na Roho Mtakatifu kwa kutamkia hicho kitu, hapo inakuwa Roho Mtakatifu hayupo kwa kweli. Na umesema kwamba wewe ni mtunzi wa nyimbo, na mara nyingi huaga kuna sauti ambazo unachukua zinaenda kunaniliwa. Au watu wao nao ni waimbaji, au yani wao nao ni waimbaji ambao wanatambulika
au ni waimbaji tu wa kundi lako wewe? Maana ukishafika studio, labda mimi nimeimba sauti ya kwanza, inatakiwa sauti ya pili, labda mimi sauti ya pili sikuweza, kwa labda ni mwanakwaya anakuja kuniingizia sauti. Na ni mwanakwaya wa nanili yoyote au ni kutoka kwenye kanisa lako wewe kama wewe? Hapana, yeyote, maana unaweza ukamkosa wa kanisani kwako. Unasali kanisa gani? Blood of Jesus Power. Wapi lipo? Lipo Lelini. Katika swala la uimbaji, je, ulishawahi kukatishwa tamaa? Ndiyo, nilishawahi kukatishwa tamaa. Nini kilikukatisha tamaa? Nilipokuwa sasa ndo niko natunga hizo nyimbo, sasa naimba. Kuna ambaye aliniambia huwezi kuimba. Kwa hilo jambo nalo liliniumiza. Huyo aliyekuambia alikuwa ni jirani, ni rafiki ama ni ndugu? Ni rafiki tu. Akaniambia huwezi kuimba. Na yeye yuko kwenye tasnia ya uimbaji? Ni muimbaji na yeye au alikukatisha tu tamaa? Ni mtu tu ambaye alinikatisha tamaa. Lakini niliweza kumjibu pale pale ya kwamba ni Yesu amenichagua mwenyewe nimwimbie. Je, ulijisikia kutaka kuacha kuimba? Sikujisikia kuacha. Niliendelea kujifunza zaidi. Na mwalimu wako hasa wa sauti, maana wakati unaanza sio kwamba ulianza peke yako, lazima kuna mtu anakuwa anakufundisha nyuma yako. Ni mtu yoyote, kuna mtu yoyote ambaye anahusika katika swala la kukufundisha wewe kuhusu masuala ya sauti, upangiliaji wa sauti? Ndio. Nani? Ni producer wangu. Umesema kwamba umesha rekodi audio pamoja na video. Je, ni nani ambaye yuko nyuma yako ambaye anakutia moyo na kukutia nguvu katika swala la uimbaji ili wewe usikate tamaa na kuendelea kusonga mbele zaidi? Na ni nani wewe anayekushauri ili uendelee kusonga mbele zaidi? Ni director wangu. Amekuwa ni mtu ambaye ananitia moyo. Kwa kweli ananipa hamasa. Na mimi nazidi kupata nguvu ya kusonga mbele. Ni director hapa anaitwa nani? JP. Haya. Mungu ambariki popote alipo. Maana naona amekufanya umekuwa strong sana. Unaifanya kazi ya Mungu kwa uaminifu na kwa upendo. Je, una ndoto gani katika swala la uimbaji? Katika huduma kwa ujumla, una ndoto zako ni nini sana sana? Ninatamani nipige hatua kubwa zaidi mbele. Ili Mungu akajivunie watu wengi zaidi kupitia uimbaji. Una neno gani kwa watazamaji na wasikilizaji wetu wa kipindi chetu cha Jukwaa la Nyota? Ujumbe wako, unawapa ujumbe gani? Mungu anawapenda, naomba mnisapoti. Je, umejipangaje kwa hapo baadaye kutuletea kitu gani kipya katika jukwaa letu la Nyota ili watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wapate kujua zaidi na kumjua Mungu zaidi? Umejipangaje? Kwa sasa hivi niko kwenye maandalizi ya video ya pili ya wimbo. Ambapo utaitwa lini? Tutegemee kupata vitu vya moto lini? Iko njiani. Lini? Je, unaweza kumaliza mwaka huu? Hapana. Ni ndani ya miezi hii. Tunasubiria sana. Tunakualika tu katika kipindi chetu cha Jukwaa la Nyota ili uje utambulishe nyimbo zako, utambulishe video yako, watu wengi wakapate kujua, wakapate kufahamu. Ndio. Karibu sana. Asante. Je, kwa mfano mtu akitaka kukutafuta, labda ni katika swala la huduma, labda anahitaji uje umuimbie, ufanye huduma, utoe huduma kanisani kwake au kwenye mikutano, au labda anataka kukusapoti kwa huduma yako, je, anakupataje? Mimi napatikana Facebook,
kwa jina la Neema Nzoa. Instagram Neema Nzoa. TikTok huko? TikTok Neema Nzoa. Na je, nyimbo zinapatikana wapi? Nyimbo zinapatikana YouTube. Jina Neema Nzoa. Na ili watu wao wanasikiliza na kupata nyimbo zako kwa urahisi, wanataka ufanye nini ili wakupate kiurahisi? Mimi napatikana YouTube na watazamaji wanaonitazama, jambo kubwa ambalo watanisaidia ni kusubscribe tu YouTube yangu, watakuwa wamenisaidia sana. Vipi kuhusu namba za kawaida kwa wale watu ambao watahitaji ukawafanyie huduma? Maana unakuta kuna mwingine simu kubwa hana, lakini ana uwezo wa kukutafuta kwa njia ya kawaida. Je, unaweza kututajia na mawasiliano yako? Ndio, naweza kutoa namba za simu ni 0766 43 57 94. Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chako cha Jukwaa la Nyota, usiache kumfollow dada Neema Nzoa kwa ajili ya kusapoti kazi ya Mungu, kusapoti kazi ya huduma, na usiache kumtafuta katika akaunti yake ya YouTube. Kusubscribe kwako ndipo kutakapomfanya akapate kufanya kazi ya Mungu vizuri. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ulikuwa nami mtangazaji wako Zungu Girl ndani ya Zungu Girl Online TV. Usiache kucomment, kulike pamoja na kusubscribe channel yako pendwa. Ni nini kitafuata katika kipindi kijacho? Mimi sijui. Karibuni sana sana tena sana, na wapenda.